Nilijikaza kupiga kelele tena, lakini sauti yangu haikutoka. Gari lilizidi kwenda kasi. Moyo wangu ulikuwa ukidunda kwa nguvu sana. Ndipo nilipogundua, hawa si watu wa kawaida. Hawa ni wafu. Simulizi ya gari la wafu. Kabla hatujaianza simulizi yetu hii, naomba subscribe channel yetu kwa kugusa neno subscribe. Kisha gusa na kengele ya juu. Na weka komenti yako hapo chini, unasikiliza simulizi hii ukiwa wapi. Haya sasa, njoo tuianze simulizi yetu nzuri. Simulizi hii anasimulia kijana mmoja anaitwa Ahmed. Ilikuwa siku ya Ijumaa jioni. Nilikuwa nimetoka kumtembelea rafiki yangu kijijini, mbali kidogo na mji. Tulionana na kukaa muda mrefu tukiongea hadithi, vicheko na mambo ya maisha. Sikujua muda kama ulikwenda sana. Nilipoangalia saa, ilikuwa imefika usiku mkubwa. "Usirudi leo," rafiki yangu aliniambia. "Barabara hii si salama usiku." Nilicheka kidogo. Ni umbali mfupi tu, nitafika," nikajibu. Lakini moyoni kulikuwa na kitu kilinisukuma kukubali maneno yake. Sikumsikiliza. Nikaaga, nikaondoka. Barabara ilikuwa tulivu kupita kawaida. Hakukuwa na magari, hakukuwa na watu. Hata mbwa waliokuwa wakibweka usiku hawakusikika. Ni upepo tu na sauti ya hatua zangu. Nilitembea kwa dakika kadhaa nikitumaini kuona usafiri, lakini hakuna. Nilisimama, nikavuta pumzi ndefu. Kitu ndani yangu kilianza kusema, "Rudi, si salama." Lakini nilipuuzia. Ghafla, kwa mbali, niliona taa za gari. Zilikuwa zinakuja polepole, kama vile gari linatembea bila haraka. Nilihisi nafuu. Nilisimama pembeni ya barabara, nikanyanyua mkono kulisimamisha. Gari lilikaribia polepole sana, kisha likasimama mbele yangu. Kitu cha kwanza nilichogundua, halikuwa gari la kawaida. Rangi yake ilikuwa imefifia, kama limekaa muda mrefu bila kutumika. Madirisha yalikuwa na ukungu mzito, na halikuwa na namba ya usajili niliyoielewa vizuri. Nilisita kidogo, lakini dereva hakusema neno. Alifungua mlango polepole, kisha akaniangalia. Au labda nilihisi tu kama ananiangalia. Uso wake haukuonekana wazi. Nilihisi baridi ikipita mgongoni, lakini nikajiambia ni mawazo tu. Nikaingia. Ndani kulikuwa na watu kadhaa. Wote walikuwa wamekaa kimya. Hakuna aliyekuwa anaongea. Hakuna aliyekuwa anatazamana na mwingine. Kila mmoja alitazama mbele. Nilikaa kwenye kiti cha nyuma. Mlango ulifunga wenyewe. Gari lilianza kusonga pole pole. Nilianza kuhisi baridi kali sana, isiyo ya kawaida. Ilikuwa kama baridi ya ndani ya kaburi. Nilijikumbatia. Nikageuka kumtazama abiria aliyekuwa karibu yangu. Ndipo nilipoona kitu cha kwanza cha kutisha. Hakuwa na kivuli. Nilishtuka. Nikafumba macho. Nikafungua tena. Bado hakukuwa na kivuli. Niligeuka upande mwingine. Abiria mwingine. Uso wake haukuwa unaonekana vizuri, kama vile giza lilikuwa limemfunika. Nilihisi mapigo ya moyo yakiongezeka. Nilijaribu kumtazama dereva kupitia kioo,
lakini uso wake haukuonekana. Ni kama kulikuwa na kivuli tu kinachoendesha gari. Nilitaka kushuka haraka. Niligeuka kutafuta mlango, lakini mlango haukuwepo. Palikuwa na ukuta tu wa gari. Hakuna cha kushikilia kwa ajili ya kufungua ule mlango, wala hakuna dirisha tena. Hapo ndipo hofu ilipoanza kunishika kwa nguvu. Ghafla nilisikia sauti ya chini karibu na sikio langu. Umeshapanda, hakuna kushuka. Nilishtuka, nikaangalia pembeni yangu. Hakuna aliyekuwa anaongea, lakini sauti hiyo ilikuwa halisi. Gari lilianza kwenda kasi. Nikaangalia nje. Barabara ilikuwa inabadilika. Hakukuwa tena na miti wala nyumba. Ilikuwa kama tunaingia kwenye giza lisilo na mwisho. Nilipiga kelele. Hakuna aliyenijibu. Ghafla, abiria wote waligeuka kunitazama kwa pamoja. Macho yao yalikuwa meusi, tupu. Uso wao haukuwa wa kawaida. Yaani, wapo kama mizimu. Nilijikaza kupiga kelele tena, lakini sauti yangu haikutoka. Gari lilizidi kwenda kasi. Moyo wangu ulikuwa ukidunda kwa nguvu sana. Ndipo nilipogundua hawa si watu wa kawaida. Hawa ni wafu. Gari lilitoa honi kubwa ghafla. Kisha kila kitu kikawa giza. Nilipofumbwa macho, nilikuwa nimeanguka pembeni ya barabara. Asubuhi ilikuwa imefika. Watu walikuwa wamenizunguka. Nilikuwa natetemeka. Sikuweza hata kusimama vizuri. Mzee mmoja alinisogelea. Aliniangalia kwa macho ya mshangao. Kisha akasema kwa sauti ya chini, "Uliokoka vipi?" Nilimwangalia bila kumjibu. Akaendelea kusema, "Gari ulilopanda lilipata ajali miaka mingi iliyopita. Wote waliokuwa ndani walikufa." Nilihisi damu ikiganda mwilini. Nilinyamaza na kushindwa kusema chochote. Tangu siku hiyo, sijawahi tena kusafiri safari za usiku. Na kila ninaposikia sauti ya gari likija gizani, moyo wangu hupiga kwa hofu. Kwa sababu najua, si kila gari hubeba watu walio hai. Mwisho. Andika komenti yako hapo chini. Je, unasikiliza simulizi hii kutoka wapi? Usisahau kusubscribe chaneli yetu ya Hekima za Kale ili uwe wa kwanza kufikiwa na video zetu za simulizi hizi za mafunzo. Like, comment, share kwa wengine pia ili waweze kuungana nasi kwenye chaneli yetu hii.